Kutokana na kutosaidika kutoka kwa serikali, vijana wa kizazi cha Gen Z wamefikwa kooni na madhila yanayowakumba kwa sasa kutokana na kutopata huduma hitajika kutoka kwa serikali. Vijana hao wamesema kuwa walipofika muda huu watajijengea hospitali na mashule yao wenyewe kwa kuungana kwao kama vijana. Sasa swali ni je, ni kitu kinachowezekana kwa urahisi? Hapa leo na kuletea maoni ya Wakenya wa kizazi cha Gen Z wakilizamia swala hilo kwa kina. Tuanze na huyo mmoja wa Gen Z anayeweka wazi kuwa mpango huu upo na kilichosaidia ni kuungana kwa vijana na kuweka wazi nambari ya paybill itakayotumika kuchangisha hela hizo za ujenzi wa hospitali ya Gen Z, ikiwa na maana kuwa serikali imeshindwa kusimamia wananchi wake na vilivyomo. Tumechoka mambo ya kushinda tukibishana nyinyi, tunapigana nyinyi huku tunaandamana. Saa hii tumeamua kutumia njia yenye ni ya amani, haina mambo kifo nini. Simulishindwa na kazi. Wacheni sisi tujifanyie kazi, lakini mjue next year ndio tunapiga kura. Tuko na nyinyi. Jifanyeni tu hapo maduanzi ya msikiti tukiwaambia mtufanyie kazi. Wale mnafanya kazi, shukrani kwenu. Na wale hamtaki kufanya kazi, 2027 mdhani iko mbali. Sini ile pale najiangalia pale next year. Na mkiona saa hii tumeungana TikTok community, tujijengee our own facilities. Nyinyi hamtaki kufanya kazi, mnajifanya hapa msikiti tukiwaambia mtufanyie kazi, si ndio? Jifanyeni kabisa, tuko na nyinyi. Hii ni generation nyingine. Sasa hivi mambo ya kushinda tukibishana nyinyi vita nini, hatutaki. Sio kila kitu ambacho ni rahisi hivyo. Juzi kati muda ambao Duale alitaja swala hilo la kuwahudumia wasichana wanaopata mimba za mapema, Gen Z walichukulia swala hilo kitofauti kabisa. Msikilize huyu anavyosema. Wakenya wamekama out, wanasema wanataka kujiundia hospitali, wajichangie do waonde hospitali. Those are allegations zenye Wakenya wanasema right now. Now, again, CS Duale anaweza kaa in trouble for what he said na Wakenya wame-interpret different. CS Duale amesema teenagers mtu 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tukifunga macho moja 19 ama 20, but sana 18. Watakuwa wanafanya free delivery during pregnancy wakienda kuzalisha. But Wakenya wamekama wanasema, so Duale unataka kusupport early pregnancy. Really? Ni swala ambalo linawezekana iwapo umoja wa Wakenya utaunganishwa kwa pamoja, kwa wakubwa na wadogo, na kuchangisha hela hizo ambazo zinaweza kugharamikia gharama ya ujenzi wa nyumba za kutumika kama hospitali. Lakini licha ya hayo, hili ni swala ambalo linahitajika kuwa na uhakika wa kuhifadhi mamilioni ya hela kwa kile kinachoshukiwa kuwa wizi ambao unaweza kutokea iwapo patakosekana kuwa na kamati ya kuaminika. Nasikia kuna plan ya Gen Z wanataka kuanza kuchangisha pesa, kutengeza mahospitali, kutengeza mashule. Si Gen Z peke yake, hii ikuwe ni plan ya Wakenya wote mpaka millennials nao wengine. Hiyo sasa tuko ndani kabisa. Mkianza you share the pay bill, penye tunatuma pesa tutume, tuanze kujenga vitu zetu. Kwa sababu sasa I'm very happy vile we are waking up na tuna realize it is us on our own. Politicians hawako. By the way, tunaweza kujenga hospitali kila county, a very nice hospital, tukue na own doctors hapo, tujenge mashule zetu, our own universities. By the way, tunaweza. Ile spirit niliona watu walienda nao kwa kina yule kijana Kaluma, tukiwa na hiyo spirit tunaweza jenga hizo hospitali. So isiwe tu ni story ya Gen Z, iwe ni ya Wakenya wote of all ages. Hiyo nimesupport 100%, naunga mkono na miguu 100%. That's a good idea. So let's make it materialize. Tufanye iwe ikame into reality. Isiwe tu ni gumzo, isiwe tu ni ndoto. Let us make it work, by the way. That's a good idea. Good idea. Na si vijana ambao wamekumbatia mpango huu peke yao. Pia wapo millennial ambao wamelitaja swala hilo kama jambo la busara sana na kusema kuwa iwapo litafanikiwa litapokelewa sana na serikali itakuwa imekosa kazi ya kuambia Wakenya. Tazama. By the way, unajua all day nimeona watu wakiongea hizo stories za kujenga hosi. So it's true, guys. People are serious about building their own hospital. Tukiendelea hivi hata government tutahitaji kweli.
ama wale watakuwa representative vya tumbo zao wenyewe as they've always been. Imagine vile inaweza ikakuwa poa. You know, actually there is nothing we cannot do if actually people are serious and put their mind together. We can change the nation, we can change the system, we can change the state of the economy, we can change the education. Imagine vitu mbili ndio inasumbua watu katika hii maisha most of the time. Na hiyo ndio kitu ambaye hata ningekuwa Kasongo leo, I would have just focused on those two things and improved them. Healthcare and education. Alafu aanze sasa akitaka kutax watu atax watu. But imagine you're being taxed for all those things above. Na hakuna kitu yoyote unaona. He has failed us. The system has failed us. Mpaka watu wameenda kujichukulia nini kwa mikono. Sheria zao kwa mikono. By the way, it is not impossible. It is very, very possible. Even this thing, do you know, this is almost just a dream. For years, it bugged me. When I used to see these politicians and people like that, mtu tu akisha kuwa mgonjwa hivi, ashaenda sijui India, sijui ashaenda wapi. This is lack of, hata sijui naweza sema lack of nini, lack of wisdom. Hii pesa zote huwa wanapeleka nchi fulani, sijui wametibiwa. Okay, fair enough, you have been treated. But that is a once off. Why can't we have a facility like that in our country? Is that really too hard? Hii pesa yote mnatangatanga naye kwa nchi za wenyewe, mkienda huko kwa matibabu. Why don't you share those treatment na wananchi wa kawaida? If you do that, I'm sure hata utapata shida ya kupata votes. But because you guys have always been for your own stomach, that's why you never really knew the pain that the normal and common wananchi is passing through. And I'm 100% with the Gen Zs on this one. If they want to build a hospital, please count me in. I will be well happy to support the cause. Thank you very much. Wacha Mungu azidi kutupatia hizi akili, and may God continue to empower you in various ways.